wakati mwingine watu wanakuwekea mipaka and you do not know. Why? Kwa sababu wanasema haupo. Wanajadili haupo. Wanakaa vikao haupo. Na ukifika wananyamaza. Wewe hujui wamekuzungumzia nini? Hujui wamekuweka kwenye shimo gani? Hujui wamekuwa kwenye tatizo gani? Na kwa sababu mwanadamu ana tabia moja ya kutokuuliza kwako, ila ana tabia ya kumalizia kichwani. Yaani mwanadamu akiona tu picha hivi anamaliza yeye mwenyewe. Yaani haulizi imekuwaje, imeendaje, kwa nini, kwa namna gani, hataki kujua. Akiona tu mtu amekaa mahali, anatembea, anamaliza, huyu ametoka mahali fulani, huyu anaenda mahali fulani, huyu anaishi hivi, huyu anakula hivi. Ndivyo mwanadamu alivyo. So kuna vifungo vingine, kuna maeneo mengine tumeingizwa na watu, tumeingizwa na majirani, tumeingizwa na marafiki, na sisi wenyewe hatujui, kwa sababu walisema hatupo, waliongea hatupo, walitutamkia hatupo, walitutabiria hatupo, na wengine wakasema sijui kama atafanikiwa, sijui kama ataendelea. Kwa hali hii kesho hayupo huyu, kwa hali hii atakufa huyu, kwa hali hii atatangatanga tu, hamna chochote kwenye maisha yake. Mtoto wake ataharibikiwa, huyu ataharibikiwa, hivi itakuwa, vile itakuwa. Wameyasema wala hatujui, na hatukuwepo walipoyasema. Wakatuingiza kwenye mipaka ya maisha, hatuvuki na hatujui kwa nini. Kwa sababu walisema hatupo na hawataki tujue. Na hata ukijua, ukiwaita thibitisha, hawataki kuthibitisha, hawataki kusema. Kwa sababu adui wamewatumia. Wao walifikiri wanaongea, lakini walikuwa ni wajumbe wa adui. Wamekuja kuseti mipaka, kuweka vizuizi, kuweka beria. Leo kwa jina la Yesu tunasema popote, kokote walikonyanyua vinywa vyao, Biblia inasema utahukumu ndimi zao. Tunahukumu kuwa wakosa wote kwa makundi yao, kwa wingi wao, kwa uchache wao, katika jina la Yesu. Amen. You are those